Bwana mtazamaji wa Mnyasa Media, hivi sasa kumekuwa na maneno mengi sana kuelekea usajili wa dirisha kubwa msimu huu, kwa maana ya msimu unaoisha kuelekea msimu ujao 2025 2026. Kunako klabu ya Simba kuna majina tayari yameshasogezwa mezani. Jina la kwanza linalo tajwa kusogezwa mezani ni mchezaji wa Azam FC Faisal Salum Feitoto. Lakini mchezaji mwingine ambaye anatajwa kujiunga na klabu ya Simba si mwingine ni winga hatari ndani ya klabu ya Al Hilal, klabu ambayo anainoa Florent Ibenge. Si mwingine ni mchezaji huyu raia wa Burundi, Gilumugisha. Mchezaji huyu anatajwa kujiunga kunako klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Bwana Mnandi Junior, mambo vipi bwana? Mimi namshukuru Mungu, niko sawa. Mambo yanakwenda? Kama alivyopangwa. Kama alivyopangwa. Maisha mengine yanaendelea. Bwana, jina la Faisali linaendelea kulindima huko kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Klabu zinazotajwa ni 3, klabu ya Yanga, klabu ya Simba, lakini vile vile Kaizer Chiefs lenyewe inatajwa kumtaka mchezaji huyu Faisal Salum Feitoto. Lakini vile vile kunako klabu ya Simba Gilumugisha, winga hatari raia wa Burundi, mchezaji wa Al Hilal anatajwa kujiunga kunako klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kijana mwenye miaka michache sana, kijana kabisa huyu hatari anatajwa kunako kujiunga klabu ya Msimbazi Simba, mchezaji mwenye miaka 20 tu Gilumugisha, hatari kabisa huyu bwana. Bwana, hayo yanayosemwa ni ya kweli ama ni propaganda, watu kutaka kueneza maneno ya uongo kuelekea dirisha kubwa la usajili? Binafsi yatatajwa majina mengi. Unajua siku zote dirisha linapokaribia la usajili, mitandaoni kila kitu saizi utaweza kusikia, kwa sababu timu ya kwanza ambayo itaonekana watu wataposti sana, ambayo ina followers wengi ambao wanafuatilia mtandaoni ni Simba Sports. Kwa saizi hata wewe tu ukijiposti hapo ukiweka picha yako kwamba Simba wanakutaka, sisi wana Simba tutaweka bando, tutakufuatilia. Yaani usishangae hicho kitu. Timu kubwa, kila mchezaji lazima anakimbilia. Kwa saizi inaonekana kwamba tukimaliza msimu, maana tunafanya usafi, tunahitaji kuingiza vitu vipya. Kwa hiyo kuna watu lazima wagombanie pale. Kuna mtu inawezekana akatoka na mimi nikaenda kupanga chumba. Yaani Simba inaonekana kama nyumba ya kupanga, kila mtu atakaje kupanga. Yaani wanakimbilia. Yaani nyumba ambayo haina kelele, haina ghasia. Yaani Faza House ni mtu pisi sana. Yaani ni Simba Sports. Ndio maana wachezaji wengi kutoka mataifa mbalimbali wanakimbilia Simba Sports. Kwa hiyo wewe usishangae hilo. Kesho ukimsikia Haaland anagombania kuja Simba, Sadio Mane anagombania kuja Simba, usishangae. Umeona bwana? Yaani vitu kama hivyo usishangae. Tuanze sasa kumwangalia Gilumugisha, mchezaji huyu raia wa Burundi, kijana mwenye miaka 20, mchezaji wa Al Hilal ya Sudani. Unamwona anaweza kuja kucheza klabu ya Simba kutokana na ubora ambao wameonyesha ligi ya mabingwa hatua ya makundi akiwa na Al Hilal? Mugisha ni mchezaji mzuri sana, tulimfuatilia kwa jicho la tatu. Ni mchezaji ambaye aliwasumbua wengi katika kundi lao. Mchezaji mmoja hatari sana. Kwa hiyo naamini binafsi Simba Sports, sisi mapendekezo yetu makubwa na nafasi ambaye tunazohitaji wachezaji kuongezewa, tunazijua. Kwa hiyo hapa sasa ni sehemu ya benchi la ufundi, sababu naamini ripoti yake imeenda mapema sana. Wakati tunaenda kucheza mchezo wetu wa kwanza wa robo finali, Fadlu Davis, gwiji la makocha barani Afrika, amepeleka faili lake kwa Mohamed Dewji kwamba anahitaji kuongezewa hawa. Maona bwana, nafaini kataja nafasi. Hajataja mchezaji ila kataja nafasi ambaye ni mchezaji anaocheza kwenye nafasi hiyo. Kwa hiyo manake ameshapeleka ripoti yake. Mohamed Dewji mapema ameanza kuifanyia kazi kabla msimu kwenda kutamatika. Unajua unapotaka kuwinda usiwinde wakati kiza kinakaribia kuisha. Yaani kuna kuja asubuhi, uanza kuwinda mapema ili mradi ujue ni mnyama gani unayomhitaji. Kwa hiyo naamini Fadlu Davis ameenda kupeleka mahali husika ili scout ifanyike mapema ili waweze kupata wachezaji nao wahitaji. Usisubiri msimu umeisha, wenzako tayari washapeleka ndoano zao na wewe ndio unapeleka ndoano yako, utafeli. Kwa hiyo Fadlu Davis ametuonesha kitu, ametuonesha utofauti na makocha wengine ambao wamekuja Simba. Wao wanasubiri mpaka msimu ukiisha ndio wanaandaa ripoti yao wanapeleka kwa uongozi wa Simba. Lakini yeye ni mapema amepeleka faili lake la usajili kabla ajui ni mchezaji gani ataachwa, lakini ametoa mapendekezo wachezaji wa kusajiliwa. Swala la kuacha hilo ni swala la msimu ukishaisha ndio atajua nani atupishe, nani achukue nafasi yake. Kwa hiyo mimi naamini kwenye swala la huyo Kabugisha, Faisal Salum na amezungumza sana toka msimu uliopita kwamba atakuja Simba. Hata msimu ule bado yuko nyuma mwiko alivyolipa hela ile ambaye
wao wanamdai hela yake kuingiza kwenye akaunti wakamrudishia. Muda ule pia alikuwa anakuja Simba Sports, lakini ndio hivyo tena. Familia yupo ambaye amemsimamia na kumwambia wewe nenda Azam. Lakini angekuja Simba moja kwa moja, saizi nadhani Faisal asingekuepo tena Tanzania na asingekuepo kwenye bara letu la Afrika. Naamini saizi angekuepo barani Ulaya. Bwana ambaye ana maono sana. Bwana tukimwangalia huyu Mugisha Lumugisha ni mchezaji ambaye amefunga takriban magoli 12 akitoa assist 11 ndani ya Al Hilal. Akija Simba hii ya Elie Mpanzo, unamwona kuja kuleta mchango mkubwa kwenye safu ya washambuliaji ya klabu ya Simba kuelekea msimu ujao? Mchango utakuwepo kwa sababu Simba asilimia kubwa timu yetu sisi kama unavyomuona mwenyewe Simba alivyo. Muona Simba jinsi alivyo. Simba asilimia kubwa anaanzia katikati kwenda juu, yani kiungo kwenda juu. Maana viungo ndio wana kazi kubwa sana kwenye swala la ushambuliaji na hata kuscore. Na mpaka sasa hivi unaona kwamba anaongoza kwa magoli ni kiungo namba 10 kama ulivyokuwa msimu ule mtawalia ambao umepita, wa nyuma yake ambaye alikuwa Saido Tibazonkeza ambaye alifungana na Mayele kabla msimu wa mwisho kuondoka. Umeona bwana, yani msimu wa 23 24 nadhani unakumbuka. Top scorer alikuwa Saido Tibazonkeza lakini akabebana na Mayele. Lakini binafsi umeona alikuwa kiungo namba 10. Lakini sasa hivi unaona tena Jean Charles Ahoua ni kiungo namba 10 na yeye pia ana magoli zake 10 na ngapi sasa hizi? Ana magoli 15. Maana yake unamuonesha kwamba ni mchezaji ambaye amenyooka. Yaani namba zake zinambeba. Umeona bwana. Kwa hiyo sisi simu yetu inafunga kupitia viungo. Striker hata kama kwa ana uchu huo, yeye kazi yake kuzuia tu mahali pale kuwapa viungo wanaika kambani. Kwa hiyo naamini Simba Kamugisha akija Simba Sports atakuja kuongeza nguvu kwenye eneo la kiungo kwa sababu yule anacheza namba 10, anacheza winga, kwa tena winga zote mbili anacheza. Kwa hiyo naamini ni mchezaji mzuri, ni mchezaji bora. Kama Simba watavunja benki kweli, basi naamini msimu ujao tutakuwa tumezamilia makubwa zaidi kwa sababu mpaka sasa tuna haki ya kujipongeza na kujivunia. Kwenye renki tulikuwa nafasi ya 4 kabla mashindano kutamatika wakati tumeingia hatua ya nusu finali, lakini kwa sasa tuko nafasi ya 5. Tumeshuka nafasi moja tu kutoka pale tulipo. Wakati misimu miwili nyuma mtawalia tulikuwa tunashika nafasi ya 7. Mwisho wa picha tumetoka kwenye 7 moja kwa moja tumekuja kwenye namba 4 na tukashuka tukaja kwenye namba 5 ambayo ndio itakuwa namba yetu msimu mpaka msimu ukitamatika. Kwa hiyo maana yake tumepiga hatua kubwa. Kutoka huko tuliko kuwepo kushika nafasi ya 16, 15, 13, 12 mpaka tunashika nafasi ya 10. Tunakuwa kwenye top 10 lakini bado tunakuja kuchukua kwenye 5 bora, top 5. Sio jambo dogo, ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo naamini tujipongeze kwa hatua ambayo tumepiga mpaka sasa. Kuna vilabu vingapi barani Afrika? Sisi tunakuwa kwenye top 5. Maana yake vilabu viko vingi. Katika nchi 54, alafu sisi tuko nafasi ya 5. Ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo tuna haki ya kujipongeza kiukweli. Kwa hiyo naamini hatua ambayo tumefika msimu huu tunahitaji tufike kule kwenye Champions League, sio kwenye shirikisho tena. Huku tulipokuepo huku ni underground, sio pande wetu. Hata ukipiga hesabu mafanikio yetu ya kuwa kwenye renki hapo tulipo tulikuwa tuna robo finali nyingi za Champions League, sio shirikisho. Shirikisho ni robo finali 2 ambayo tuna finali sasa nyingine hii. Lakini ilikuwa 2 tu. Moja ile ambayo tulitolewa na Orlando Pirates, lakini hii tena ya pili moja kwa moja unaona tumeenda wapi? Tumeenda finali. Kwa hiyo Simba ni timu ambayo imenyooka. Haina kona. Sawa? Kwa hiyo naamini viongozi wavunje benki, walete mchezaji yoyote ambaye wanaona ana uchu, ana kiu ya kuichezea Simba Sports. Huyo tunamhitaji msimu ujao. Bwana Lumugisha ni nguvu ya Jeruti ama Mohamed Dewji mwenyewe anamleta kunako klabu ya Simba pamoja na Faisal Salum Feitoto? Jeruti amesema kwamba bonus yake atasajili mchezaji mmoja wa kigeni. Sawa, local player. Anasema local player, international player. Au binafsi naamini atatuletea mchezaji ambaye wa gharama yoyote kwa sababu ameahidi yeye atamsajili. Kwa hiyo usishangae hata ukiona Cristiano Ronaldo anakuja hapa, usishangae namtaka foreigner. Yani usichangae hicho kitu. Kumuona mchezaji kutoka barani Ulaya anakuja kucheza mpaka Ronaldo. Mpaka Cristiano Ronaldo anaweza kuja kucheza Simba. Umeona bwana? Kama kaenda kucheza huko Walabuni, atashindwa kuja kucheza Simba Sports. Simba hii. Simba hii. Kama kaenda kucheza Walabuni, atashindwa kuja kucheza Simba Sports. Simba hii. Hii Simba sio ndogo. Hii Simba kubwa barani Afrika. Unaambia hata timu zina uwezo wa kubisha kwenye mashirikisho. Ziko 2 tu kwenye bara la Afrika. 2 tu katika timu zote. Ni Simba na National Real. Ndio zina uwezo kwa sababu hata hali msimuka wa bingwa kule Kimibabe. Kwa mibavu, wale alitakiwa kuwa bingwa. Piramidi zinalalamika. Lakini yeye ndio bingwa kule msimu huu. Kama wewe bingwa klabu bingwa, mimi bingwa wa ligi hapa Misri. Utake usitake. National bingwa wa Misri. Huko mbona mchezo ule ulipokomea pointi, si imekuwaje bingwa. Lakini kikanuni manake ubingwa atakuwa apate Piramidi. Lakini watu wamefanya umafia. Bingwa nani? National Real. Kaigomea shirikisho akili bingwa wa ligi. Kama hapa Simba. Kavimba kusimamia kanuni, anaenda kuwa bingwa. Hao ndio wababe walobaki kwenye bara hili la Afrika. Wewe mtu mwingine ukijifanya kugusa wababe Afrika kwa wili tu. Yaani kuzungumzia wababe kwenye mpira wa kwa wili na Ahali. Basi.
Wengine wote underground. Bwana. Ya kweli haya bwana. Sisi ndio nakwambia, National kule Kagoma kule kucheza mchezo wao wa dabi. Yeye na Zamalek. Lakini mwisho wa siku kapokonywa pointi lakini yeye ndio bingwa. Sawa? Wa ligi ya Misri. Sasa huyo bingwa kupata vipi? Maana alipopokonywa pointi zile atakuwa pokonywa na nyingine. Sio za mchezo mmoja. Lakini hizo nyingine akupokonywa na ndio bingwa wa Misri. Piramidi kalalamika sana, anambia tulia wewe bwana mdogo wewe. Wewe umeanza juzi hapa na Tanzania. Wachezaji wenyewe wote tumekupakulia sisi. Wanatoka hapa kina Ramadhani Sobe wanakuja kwako. Wanaenda kukupa ubingwa wa klabu bingwa kwa mara ya kwanza. Ule msimu wa 3 unaenda kuwa bingwa. Tulia bwana mdogo. Chukua ubingwa wa klabu bingwa na wewe uonje kwanza. Umatemate wa ubingwa wa Afrika. Sasa tuache kwenye ligi huku tuendelee kutamba sisi wakubwa. Tunaenda kwenye kombe la mabara huko. Kazi ya vilabu. Wewe vipi unataka kutuletea habari za ajabu? Kwa hiyo National na Simba Sports hao jeuri. Wakigoma wanagoma kweli na wanakuwa mabingwa. Kwa hiyo Kagoma National kawa bingwa. Kagoma Simba anaenda kuwa bingwa. Anagoma Al Ahly, anagoma Simba. Ndio Afrika inasikiliza. Afrika ndio inawasikiliza hao. Lakini safari mmegoma kucheza Zanzibar, mmepelekwa Zanzibar. Hapa mngeshinda kucheza. Sisi sasa walotufanyia umafia si shirikisho letu la kafu, lakini wao shirikisho lao la ndani pale la Cairo ndio waligomea National na likakubali. Mbona bwana? Na sisi tuna shirikisho letu hapa. Sisi tumeamua kusimamia kanuni na sheria. Sasa tofauti na National kidogo tu. Wao wamekataa muamuzi. Sisi tumekataa muamuzi. Kwa tofauti kidogo kwanza. Ina maana hata tukija kwenye upande wa Yanga na Simba. Ina maana Yanga anaumia kwa nini Simba alivyosema achezi akasikilizwa na mimi nasema sichezi, kwa nini zisikilizwe? Si ndio hoja iko hiyo? Wao walishafanywa hivyo 2021 sio kucheza. Wakasogezewa mbele masaa mawili. Wakaleta timu wakafanya mazoezi, baada hapo wakafunga goli wakashangilia wakaondoka. Kwa hiyo wakakubaliwa. Kwa hiyo sasa kwenye usajili mchezaji yote hivi sasa anaweza kuja kucheza Simba? Nimekwambia yoyote ambaye yupo kule barani Ulaya. Kuna wachezaji wengine basi mkapige hodi Pyramid. Pyramid. Sawa, mkamchukua huyu bingwa huyu. Fiston Maele. Naye pia hujamsikia kutajwa, lakini ulimuona Simba ikienda kambini kule. Wewe Jairuti mnataka tulia, wewe utaona sio Jairuti tu babu. Wako wengi unajua na mzigo Simba Sports. Sasa hizi unajua sponsor kama nyuki wanakimbizana sasa hizi kugombea. Watu wananong'onezana kama Jairuti anataka mchezaji kimataifa basi Maele. Sasa kuna Kamugisha tutakabidhi mtu mdogo sana. Anamalizana nayo yule. Huyo tunakabidhi mtu mdogo. Kwa hiyo Maele ndio unamtaka. Fiston Kalala Maele katili. Yesu steka, Kamugisha winga. Yule steka. Tunahitaji katili pale. Kwa hiyo ana one chance one goal. Mpanzu ukamgisha katikati Maele. Katikati Maele. Hiyo one mistake one goal. Kosa moja watu wamekuhukumu. Kama walivyohukumiwa pale nani hao Mamelodi Sundown. Kitendo cha kujifanya mtu anaokoa akamtemea, Wamba akapiga kibao kamba. Siwataje watu kama wale. Two chance, one goal.